Hapa sasa. Leo ni chocho kwa chocho, mzee wa chocho, na kuletea vitu ambavyo vilivyojificha. Endelea kukomaa hapo hapo, likandamizo lisubscribe hilo, alafu utapata ujumbe. Sasa leo mzee wa chocho naleta majibu yenu kutoka kwa yule ambaye anatembeaga peku, wanamuita Kapecha. Naongea sana udugu, iko hivi, anaishia hapa. Muda si mrefu atatoka, anaenda kwenye mitikasi yake. Kameramani, kimya kimya, akitokea niambie nijifiche udugu. Tutampata tu leo. Na kama huyo kameramani huyo, tujifanye kama tuko busy na mambo yetu. Na kama ikitokea nikapigwa, lakini yote hiyo ni kwa sababu ya majibu ya anakuja. Usimuone anatembea taratibu, hajavaa viatu. Anaogopa chupa simkate. Huyo hapa mwamba alikuwa hajajua kama mimi ndo yule mzee wa chocho kwa chocho. Nimemvamia, kaja kuishi mbali kwa kujificha. Kinjia kimefagiliwa, hataki kuchomwa na chupa. Bwana kaka, mambo vipi? Safi. Uko vizuri? Yes, niko poa. Bwana mimi wananiita mzee wa chocho kwa chocho. Za kwangu ni kutafuta zile ambazo zinasababisha TV za watu zinapata moto. Lakini ukiachana na hilo, nasikia bwana wewe ni mbongo movie, Ndio, nafanya shughuli zangu za bongo movie ndio. Safi kabisa. Sasa hapo kwenye bongo movie, kilichonileta kubwa kuliko ni lile ambalo lina trendi mtaani. Ni kwa nini msanii wewe unatembea peku peku? Wanahitaji kupata majibu mashabiki. Kwani kutembea peku ni maajabu sana? Sisi mbona tumezaliwa tukiwa hatuna viatu? Viatu tumekuja kuviona tukiwa wakubwa, wazazi wetu wanatununulia. Sasa kwani tatizo liko wapi labda? Kwa hiyo bwana wewe, kwako wewe unaona ni kawaida tu kutembea peku peku? Ni kawaida, labda uniambie wewe, kwa sababu unasema mitaani sijui wanashangaa, ni labda uniambie wewe, au na wewe unashangaa? Nashangaa kwa sababu fununu fukunyuku wazee wa kuyadaka wanachambua na kunyambulisha ya kwamba msanii huyu anatembea peku, labda anatafuta unajua siku hizi nasikia mnafanya zile za kwetu za kibabu za kipindi kile, enzi hizo tulipitia. Au unayo hayo mambo? Kacheka anaona mazuri huyu mule tayari. Unajua nacheka kwa sababu nimefurahi hayo maneno. Nakutana nayo sana. Ndio naambiwa mchawi, wakati mwingine naambiwa nimejiunga Freemason, wakati mwingine naambiwa mimi natoa makafara, lakini kwa sababu ni uamuzi ambao nimeamua, hayo yote mimi sijali, kwa sababu ni uamuzi wa kutembea peku alafu na enjoy. Na kutembea peku, natembea peku maeneo yote, ndio maisha yangu ya kawaida of course. Yaani sio kwamba labda natembea peku na kwenye mbele ya kamera tu na shoot movie, ndio maisha yangu ya kawaida. Yaani popote nitakapoenda, chochote nitakachokifanya, niwe ndani ya Tanzania, niwe nje ya Tanzania, and then ndivyo nilivyo na ndivyo maisha yangu yanavyo. Bwana udugu, nafikiri hilo umelisikia na umelinyaka. Hayo ndio majibu ya maswali yako kwa ndugu Kapecha, msanii aliyegundua kutembea peku eti ana enjoy na maeneo yote, hata chooni. Of course hata chooni natembea peku kwa sababu nimeshaamua na ndio maisha yangu ya kawaida. Kwa hiyo ninavyosafiri sio kwamba labda nakuwa na viatu nimeweka kwenye begi. Yaani mimi huwezi kunivalisha viatu. Ukinivalisha viatu utanitesa. Ukinivalisha viatu utanitesa. Au labda naweza nikakwambia kitu. Mimi ni zao la Julitax. Na bila shaka unamfahamu Julitax ni mtu wa namna ipi? Sana. Kwa hiyo kama unamfahamu Julitax ni mtu wa namna gani, labda nikutume sasa. Labda nikutume. Siku utakapokutana na Julitax popote, mimi ni kijana wake. Mwambie bwana, muulize, bwana wewe Julitax una kijana wako anaitwa Kapecha mtembea peku. Hebu tupe siri kwa nini anatembea peku, alafu labda yeye atakupa majibu, kwa sababu mimi ni zao lake.
na kuna namna fulani kati ya yeye mimi kutembea peku. Kwa hiyo inawezekana uchawi wa Juli Taxi unatumika. Then me ipo namna ya yeye kutembea peku. Kwa hiyo udugu, kuna maagano tutajua mbele kwa mbele, lakini ndo hayo majibu ya maswali yako kwa Kapecha mtembea peku. Kwanza nilivyofika kuna kicheko chake kakicheka ile. Unachekaje? Hebu cheka tena. Za kijini hizo. Kwa hiyo kuna siri utaijua tu. Bwana, sasa mashabiki zako unajua wewe ni mtu wa movie. Sasa unawafundisha nini tutembee peku wote? Kwanza kutembea peku ni faida, kwa sababu hata ukimuuliza daktari yoyote, ukimuuliza nini faida ya kutembea peku na nini hasara kutembea peku, atakwambia faida ni kubwa kuliko hasara. Yaani kutembea peku kuna faida kubwa kuliko hasara. Kwa hiyo hata wewe ukijifunza kutembea peku na ukizoea, yani mwilini mwako unaponya magonjwa mengi zaidi yaliyo ndani ya mwili wako. Nimeakanyaga, ukaso mganga wa kienyeji. Au ngoja kwanza, subiri, tulia hapo. Kuna kitu tutaelewa. Sasa hizo ni movie ipi kwanza ulioifurahia ukaicheza na ukaenjoy? Ni movie gani? Kiukweli movie ambayo nimecheza nikaenjoy na ni Snake Girl. Ni Snake Girl ambayo ipo mtandaoni saizi kwenye akaunti ya Juli Taxi, kwa sababu mimi namilikiwa na Juli Taxi. Kwa hivyo Snake Girl, lakini ingaje zipo nyingi. Kuna mtembea peku pia. Kuna movie inaitwa Mtembea Peku, lakini kuna movie inaitwa Boda Boda. Hizo zote nimezicheza, ila nimeenjoy sana kwenye Snake Girl. Ni ipi ya kichawi zaidi kati ya hizo movie? Snake Girl I say, yani bonge la picha. Yani ile kichawi huko nyoka nini, yani madude kibao yani humo ndani. Ukija kuchanganya na Utembea Peku mule. Ni mule tu. Bwana, mimi sina maneno mengi. Nimekupatia majibu ya maswali yako. Huyo ndo Kapecha mtembea peku. Una channel yako na ya YouTube? Kwa sasa kwa kweli, kwa sababu niko chini ya Juli Taxi, hapana, mimi sina channel ya YouTube. Mimi sina channel ya YouTube. Juli Taxi ndo ananimiliki, Juli Taxi ndo ananicontrol kwa sasa. Then akiniambia ikifanya nafanya, akiniambia hiki usifanye. Ndio maana nimesema labda inawezekana ukutana na Juli Taxi ukimuuliza kuhusu kutembea peku kwa mimi, labda anaweza akakupa majibu zaidi, kwa sababu chanzo ni yeye. Okay, sina mengine. Ni baada ya kupata nyepesi udugu, eti wananiuliza mimi mzee wa chocho, nikaona nakuletea. Ndio hayo hapo, nimekuletea Kapecha mwenyewe. Unawaambia nini mashabiki zako? Mashabiki zangu nawapenda sana, lakini bila wao nisingekuwa hapa. Bila wao nisingekuwa Kapecha mtembea peku. Hivyo naomba mashabiki zangu wafuatilie kazi zetu, hiyo ya Snake Girl, lakini pia tuko kambini, kuna kazi nyingine tunashoot, wataziona kwenye machannel huko. Nawapenda sana mashabiki, lakini huwa mimi napenda sana ushauri na nini hivyo. Kwenye akaunti yangu ya FB Kapecha mtembea peku, sawa, Kapecha Ramadhani FB, lakini akaunti na Instagram ni Kapecha mtembea peku, lakini ukienda kwenye TikTok Kapecha mtembea peku. Wanifuatilie huko, kuna baadhi ya vitu hivi wataviona, ila YouTube kwa Juli Taxi wataona baadhi ya kazi ambazo tunazifanya. Sasa wewe mtembea peku, tuongee kiudugu, changamoto gani ambazo unazichukia sana kwenye kazi yako? Kiukweli changamoto ambazo nazichukia kwenye kazi yangu ni pale watu wanavyoleta dharau. Wewe umepigika huko alafu mtu anakuletea dharau. Yani huwa sipendi dharau. Lakini napenda mtu aniambie ukweli. Yani hata ukija kwenye peji zangu za kwenye mitandao, sema tu ukweli. Kwamba bwana, hapo umeharibu, hapo umefanya vizuri, ukifanya 1 2 3 itakuwa ni bora zaidi hivyo. Safi, hiyo dharau. Nini dharau? Yani mtu yote anachukia dharau. Anahitaji heshima. Lakini kama utafanya kazi ya dharau ndugu, lazima udharauliwe. Lakini sio mbaya. Tutazungumza mengi mimi na wewe. Hapa ndo naondoka kazini. Na shughuli zangu, kuna watu wamenipigia simu hapo tena. Yani ninavyoongea na wewe hapa simu inaingia. Naenda kuongea nao. Pokea tusikie. Imekata. Kazi gani unafanya ukiachana na sana? Unajua kuna vitu vingine ni personal bwana. Kuna vitu vingine nje ya sanaa tunavifanya, lakini ni shughuli zetu za kawaida ambazo zinatufanya tunaishi. Okay. Lakini nasikia unandinga, ndo tugee lift udugu. Mimi nimekuja kwa miguu ujue kuvizia. Si fresh.
Unajua bwana, hebu usichokonoe vitu bwana. Bwana, endelea kukomaa kwenye chocho kwa chocho. Kuna vingi utavijua. Huyu sijamaliza mpaka nijue tu kwa nini atembea peku. Kameramani! Bibi wa chocho ananisumbua. Aha. Sawa, bwana twende tukapande gari yako leo bwana. Wewe